Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah thumma alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baada ya kumhimidi Allah tabaraka wa taala na kutaka rehema za ziada zimwendee kiongozi wa umma, mtume wa mwisho, Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mtume aliyetumwa kwa ajili ya umma huu kutoka katika giza na kupeleka katika nuru ya la ilaha illallah, na kitabu cha Qur'ani ambacho kwamba kitabu hichi ni nuru kwa yote ambaye kwamba atafuata Qur'ani hii hataweza kupotea katu. Na pia vile vile tusitosahau kuwatakia manabii waliomtangulia kabla ya kuja kwake rehema na amani za Mwenyezi Mungu ziwafikie wao. Na pia vile vile alhamdulillah, leo ikiwa ni siku nyingine tena Allah ametupa fursa kipekee kwa wafuatiliaji wetu wa chaneli hii ya Koech Abubakar Dawa. Tunawaenzi na kuwapenda, na wale ambao na kila yule ambaye kwamba bado hajaweza kusubscribe katika chaneli yetu ama kuweza kushare video zetu aweze kufanya hivyo, ili watu wengi wapate ujumbe huu wa la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. Umma huu wa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni umma uliokabidhiwa kitabu cha mwisho, kitabu ambacho kwamba kinachoitwa Qur'ani. Kabla ya Qur'ani kulikuwa na Taurati ya Musa, kulikuwa na kitabu cha Zaburi ya Nabii Daud, na pia vile vile kulikuwa na Injili ya Nabii Isa Yesu Majezi katika lugha ya Kifaransa, na pia vile vile ikawa Qur'an ndio kitabu kilichokuja kuhukumu vitabu vilivyotangulia kama ndivyo vilivyoharibiwa ama vilivyosalimika. Kwa hivyo leo tuko katika maeneo ya stage hii, na lengo na madhumuni ni kutembea na kuwasalimia baadhi ya marafiki na jamaa ili kuwafikishia ujumbe wa Uislamu. Kwa maana leo kama Uislamu taketi nao misikitini, basi na watu wakose kupata Uislamu, basi siku ya mwisho tutakuwa katika lawama kubwa kabisa, na watu wanaweza mtu atakuwa pengine siku ya mwisho akakushika mashati akakwambia kwamba huyu alikuwa jirani yangu, alikuwa ndugu yangu, alikuwa rafiki yangu, lakini hakunieleza kuhusu dini yake ambayo kwamba ni dini ya Uislamu. Basi moja kwa moja leo tutaweza kufundisha na kutembea katika jamaa zetu na kuangalia tunakwenda wapi leo. Alhamdulillah. Asante sana. Jambo mzee wangu, umetulia tu. Basi leo nimekuletea ujumbe mfupi hapa, ujumbe wa Uislamu. Ndio nimesema kidogo nizungumze na wewe mawili matatu, japokuwa pengine uko kazini. Mimi naitwa Abubakar Koech. Unaitwa nani? Naitwa Peter Njoroge. Njoroge. Aha, ohoro Moru. Asante. Njoroge moshene nako. Usiene huko Nakuru. Nakuru hapa kuna Njoro, pia Nakuru, kuna Molo, pia na Moro, sijui kana Nakuru. Hapa tu Leki. Leki, mimi natoka Ronda pale Ronda. Leo nimetembea kidogo katika haya maeneo yenu ya stage na nini, na kawaida yangu hata kuna wakati nilikuwa hapa. Na lengo la mimi kufika hapa ni kujaribu kuwakaribisha katika Uislamu. Kwa maana nina imani ya kwamba Uislamu ndio dini ya manabii, Yesu akiwemo ndani yake, Muhammad akiwa ndani yake, Musa akiwa ndani yake, Ibrahim akiwa ndani yake. Je, wewe unashiriki na dhehebu gani la ibada? Kwa maana lazima mtu apate kushiriki na sehemu fulani kwa ajili ya kuabudu Mungu. Mimi ni Mkristo. Kristo. Kwa Mkristo si hatia. Qur'ani inasema katika Qur'ani sura ya 5 aya 82 inasema, na utawaona walio karibu sana na urafiki na Waislamu ni wale wanaosema sisi ni Wakristo. Na kwa sababu Wakristo miongoni mwao kuna wachao Mungu, na pia vile vile kuna wanavioni, yani wasomi. Kwa hivyo natumai wewe ni mmoja katika, kama si mwanachuoni, pia vile vile ni pengine ni mcha Mungu. Je, unaweza kuwa na swali yote pengine kuuliza Waislamu ama kutuuliza sisi? Sina swali mimi. Na mimi je, nikichukua nafasi hii niweze kukuuliza swali moja, unaonaje? Hiyo maswali hiyo? Hapana. Kwa nini? Ni swali ya kawaida tu. Hapana. Hiyo hapana. Mimi kwa mfano, mimi naitwa Abubakar, ni Muislamu, wewe ni Mkristo, sio? Na mimi ningependa pengine kujua uwazi wa dini yako ili na mimi naye pia pengine kuna pale za koja moja. Hapana. Hapana. Tena tafuta mwingine tu muulize maswali hiyo. Hapana. Asante. Basi asante sana. Karibu sana, na pia vile vile nimesikia vizuri kwa ndugu yangu umetupokea ukatukaribisha, na upande wa maswali kidogo ukakataa kunieleza imani yako, lakini si neno, kwa maana kila mtu huwa na sehemu yake. Pengine wewe kazi yako ni hii, ukiuliza pengine vitabu utakosa pengine kufahamu mambo ya vitabu, si kweli? Basi alhamdulillah, leo tunatembea katika haya masteji, na lengo la kutembea hapa ni kukutana na baadhi ya ndugu zetu. Asante sana. Alhamdulillah. Asalamu alaykum. Hujambo? Dada, habari? Ndio, mimi naitwa Abubakar. Wewe nani? Jeri ohoro. Ongea. Sana kusalimia Jeri. Mbona unakimbia? Salimia ndugu yangu hapa.
Brother, vipi? Mambo yanaendaje? Asante. Mimi naitwa Abubakar ndugu yangu. Nimesema kidogo leo nijue na mimi pia. Unajua unaweza kuwa niona napita pita na usiweze kunijua. Mimi naitwa Abubakar. Na wewe unaitwa nani ndugu yangu? Mimi naitwa Timothy. Timothy ama Timotheo. Ile ndio yako kidogo unaweza Unatoka? Sasa mimi Timotheo, kabla hujatoka nimekuja leo kukukaribisha wewe katika Uislamu. Sijui kama ushai kugusiwa kuhusu Uislamu. Nimesha, lakini mimi ni Mkristo shupavu. Mkristo shupavu? Asante. Je, na mimi nitakuwa Mkristo shupavu nifanyeje? Unaokoka tu. Unatubu dhambi, unakubali Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, unaokoka. Okay. Kukubali Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, mtu anaokoka? Hiyo ndio Ukristo. Okay. Unaona, Ukristo ni Mkristo, mfuasi wa Kristo. Sasa ukiwa mfuasi wa Muhammad, wewe unakuwa mfuasi wa Muhammad. Ukiwa mfuasi wa Mkristo unakuwa Mkristo. Hebu nikuulize, ukiwa mfuasi wa Muhammad utaitwa Muhammadan ama utaitwa Muislamu? Sasa siwezi kujua kwa sababu sifuatilii sana hiyo dini. Asante sana. Mimi kabla sijakwenda mbali mzee wangu, nakala hapo ndakupa, alafu kabla nikala kukupa hii inazungumza kuhusu mtume wa Allah Isa bin Maryam, yani Yesu mwana wa Maryamu, jinsi Waislamu wanavyomwaminia. Wewe utasoma tu kidogo tu, alafu utamaliza utapatia mwenzako. Lakini na swali moja ningependa kuuliza Wengo Amborolie. Asante. Mimi ningependa kuuliza swali moja. Umeniambia Yesu ni mwana wa Mungu, kweli si kweli? Yesu ni mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu. Asante sana. Na mama yake anaitwaje? Mama yake ni Maria. Maria, asante. Maria mwanadamu ama ni Maria ni kiumbe aina gani? Ni mwanadamu. Okay. Na mwili uzaa nini? Mwili uzaa nini? Kiaje sasa kuelewa? Yaani mwili uzaa mwili, sio na mwili? Si ndio? Kwa hiyo Mariamu alimzaa mtoto wake. Kwa hivyo Yesu akimwona Mariamu kwa mbali atasema mwanangu, kweli si kweli? Ni kweli. Na Maria na Yesu akimwona Maria atasema mamangu, si kweli? Na je, Yesu akimwona Mungu atamwitaje? Atamsini babake. Asante sana. Na Mungu akimwona Maria atamwitaje? Bila je mahali anapeleka. Yesu amezaliwa kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Kwa hivyo yule sio binadamu wa kawaida. So tukianza kuingilia biolojia na nini tutajichanganya. Na imani ni kuamini jambo. So imani yangu ni kuamini kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Na alizaliwa kimiujiza kwa mimba ya kimiujiza. Unanielewa baba? Mimi nakubaliana na hata Qur'ani. Pale lazima niamini vile ndio nikuwe mfuasi wake. Hata mimi sikiza Qur'ani inakubali hayo ya kwamba Yesu alizaliwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Unaona? Qur'ani sura 3:45 nasema hivi. Nasema kumbukeni waliposema malaika, ewe Mariamu, Mwenyezi Mungu anakupa habari njema za kumzaa mtoto bila ya mume, bali kwa kutamkwa tu neno litokalo kwake la kukuambia ukazaa pasina kuingiliwa. Yaani Mwenyezi Mungu alimwambia Mariamu zaa, Mariamu akazaa pasina kufanya nini? Mungu pasi na mwanaume. Pasi na mwanaume. Yaani mkumbukeni aliposema malaika alimkuja Mariamu akasema, Mariamu, Mwenyezi Mungu anakupa habari njema za kumzaa mtoto bila ya mume, yaani kuzaa mtoto bila mwanaume yote kukugusa, kwa maana ni kawaida mwanamke kuzaa hali ya kuwa ameguswa na mwanaume, si ni kweli? Lakini Mariamu tofauti. Mungu anasema hivi, Mwenyezi Mungu anakupa habari njema za kumzaa mtoto bila ya mume, bali kwa kutamkwa neno tu litokalo kwake la kukuambia zaa, ukazaa pasina kuingiliwa. Jina lake ni Masihi Isa mwana wa Mariamu, mwenye heshima katika dunia na akhera, na miongoni mwa waliopelekwa mbele na Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo katika Uislamu tunafundishwa kwamba Yesu ni mwana wa Mariamu. Unaona? Pia katika Biblia kuna andiko linasema Yesu ni mwana wa Mariamu. Kwa maana kawaida desturi ya hata katika desturi ya wanadamu hasa wa Kikuyu, kizungumzia wa Kikuyu, msichana anapokwenda pengine akazaa mtoto na hajaolewa katika ndoa ya sheria ama hajaolewa, ule mtoto huitwa na jina ya mama yake. Kwa mfano tulikuwa na mkimbiaji fulani alifariki hapa Kenya, alikuwa anaitwa Samuel Wanjiro. Unamkumbuka? Ama mwanaume apotelee kule, sio? Na asiwahi rudi kusema yeye ndio baba ama. Sasa yule mtoto anakuwa mama. Unanielewa? Lakini akipata mtoto nje ya ndoa na babake mzazi akubali kumshughulikia, yule mtoto ataiga tu ile jina. Ataiga jina ya baba, si kweli? Si ndio? Lakini baba akikataa majukumu, basi ataiga jina ya mama. Asante. Ndio mimi nilikuwa namaanisha kwamba yani kawaida
hata mtu kuitwa na jina ya mamake huwa mara nyingi tumesikia. Na hata katika Qur'ani pia vile vile Yesu ameitwa Isa bin Maryam, Yesu mwana wa Maryam. Unaona? Kwa maana mimba ya Maryam ilikuwa si mwanadamu, ilikuwa ni Mungu ametaka Maryam azae pasina kuolewa, pasina kugusa na mwanaume. Akasema Maryam pata mimba, Maryam akapata nini? Napata mtoto. Akapata mtoto. Sasa mimi nakuja kwa swala la kwanza, jambo pale kwamba umenigusia kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Mimi nikajaribu kukwambia kwamba Mungu huwa hazai, Mungu ni muumbaji. Hata wazee wetu wa zamani walikuwa wanamuita Mungu katika sifa ya Gaimobi, Mungu muumbaji. Kweli si kweli? Leo tunampatia Mungu sifa ya uzazi, kuita Mungu, wengine wanasema Gaimoshiari, Mungu amezaa, yani Mungu ana mtoto. Unaona? Sasa kuna katika Uislamu tunaamini Mungu ameumba wanadamu katika jinsia 4. Jinsia ya kwanza alimuumba baba yetu Adam kutokana na udongo, kafinyanga udongo akapuliza akawa mwanadamu wa kweli. Unaona? Mwanadamu wa pili akatoa ubavu wake wa kulia ama wa kushoto akamtengeneza mwanamke kiumbe aliyekuwa hai kutoka kwa Adamu. Mwanadamu wa tatu ni Yesu, kazaliwa pasina baba na mama. Unaona? Mwanadamu wa jinsia 4 ni mimi na wewe, tumezaliwa na wazazi wawili, lakini kwa uwezo wa Mungu. Kwa maana pia kuna wazazi ambao kwamba wana ushupavu wa kunini, yani tunaweza tumia lugha fasaha, yani wana ushupavu, yani wana kizazi, lakini utapata pengine mzazi mmoja hajajaliwa, wamekaa miaka 20 hajajaliwa kuzaa. Ni kweli? Hivyo pia mimi na wewe ni baraka kutoka kwa Mungu kwa wazazi wetu, na pia vile vile Yesu ni baraka kutoka kwa Mungu kwa Mariamu, kwa maana Mungu alitaka Mariamu azae pasina kuolewa ama pasina kuguswa na mwanaume yote. Kweli? Sasa hiyo katika jinsia, si kwamba sasa Yesu atakuwa tofauti na wewe, hapana. Yesu ni kama wewe, japokuwa utofauti yake kwamba yeye ni mtume aliyetumwa na Mungu kuleta ujumbe kwa wanadamu, ndio tofauti iliyoko. Lakini yeye ni mwanadamu, kama kwa mfano zamani nilikuwa nikishuhudia kwamba kuna gari zilizotengenezwa zinaitwa Volkswagen, injini yake ilikuwa sehemu ya nyuma, ilikuwa sehemu ya nyuma, na kuna sasa hivi Volkswagen nyingine injini yake ilikuwa mbele. Lakini huwezi kusema kwa mfano gari zote ziko na injini mbele, hii ya nyuma si gari. Unaona? Kwa maana hata wewe sema Yesu si mwanadamu, kwa maana alizaliwa kwa neno ama alizaliwa bila baba. Kwa maana hata katika Biblia kuna mwanadamu aliyeishi kulingana na Biblia, aliyeishi ambaye kwamba hana baba, hana mama, hana mwanzo wa siku zake wala mwisho wa siku zake. Ushakutana nayo? Bado hujabahatika. Hebu nikusomee kitu kimoja, hata mwenyewe tena nyumbani uweze kusoma katika kitabu cha waraka wa Ibrania. Waraka wa Ibrania, waraka wa Yohana, Ibrania 7:1 nasema hivi, unaona? Kwa maana Melkizedeki huyo mfalme wa Salemu, kuhani wa Mungu aliye juu, aliyekutana na Ibrahimu alipokuwa akirudi katika kuwapiga hao wafalme, akambariki, ambaye Ibrahimu alimgawia sehemu ya 10 ya vitu vyote. Tafsiri ya jina lake kwanza ni mfalme wa haki, mfalme wa Salemu, maana yake mfalme wa amani. Hana baba, hana mama, hana wazazi, hana mwanzo wa siku zake wala mwisho wa uhai wake. Sijui kama umesikia. Nimesikia. Kwani Melkizedeki, wewe unaelewa Melkizedeki kwa nani? Melkizedeki ni mtu tu ambaye kwamba alikuwa duniani ama alikuwa duniani kulingana na kitabu cha Biblia. Ni mwanadamu ambaye kwamba yeye anasemekana hana wazazi, hana mwanzo wa siku zake wala mwisho wa siku zake. Sasa mimi kulingana na Ukristo wangu, huyo Melkizedeki ndio Yesu. Asante. Wewe unasema haya, ngoja. Kuna mahali nimesikia kusema Yesu hana mzazi. Nimesema Melkizedeki kulingana na Qurani yako. Yesu mwenyewe anasema babake nani? Yesu hana baba bali ana mama. Yeye mwenyewe anakiri babake nani, kwa sababu katika Biblia Yesu mwenyewe anakiri, anasema babangu ni Mungu. Kuna pale kama hapo unaposema babake ni Mungu. Bila tu ndio nakwambia tunaenda mahali. Pengine wewe nikuja na Biblia yangu vizuri. Tutapiga story. Okay. Tutazungumza, tufundishana. Nimekupatia isomo tu ndugu yangu. Hii ni somo ndugu yangu hiyo. Wewe soma. Hiyo ni homework nimekupea ukikuja. Yesu mwenyewe anakiri na mdomo wake kwamba yeye ni mtoto wa Mungu.
Sio hiyo ndio inaniconvince mimi kwamba Yesu ni mtoto wa Mungu. Sawa. Katika Biblia, katika theolojia tukisoma Biblia, hata Yusufu hatumuiti baba wa Yesu. Yusufu tunamuita stepfather. Stepfather maana yake nini? Baba wa kambo, sio? Lakini Biblia... baba wa Yesu ni Mungu, Yusufu ni stepfather. Subiri ndugu yangu. Unaposema baba Yesu ni Mungu na mama yake ni nani? Maria. Asante. Swali moja tu fupi ningependa kukuuliza ili pia mimi nipate kufahamu. Mimi kwa mfano, acha nichukulie mfano mimi na wazazi wawili. Kwa mfano na wazazi wawili, japokuwa wazazi wangu hawako, na wazazi wawili. Baba na mama, si ni kweli? Babangu akimwona mama yangu atamuitaje? Atamuita aje? Babako akiona mamako? Si atamuita mke wake? Asante. Na mama yangu akiona baba yangu atamuitaje? Atamuita mume wangu. Kwa maana wao wawili wamejaliwa kupata nani? Kupata watoto. Kupata watoto, mimi si kweli? Naye Mungu na Mariamu wamejaliwa kupata mtoto ambaye kwamba anaitwa Yesu. Kweli si kweli? Kwa hivyo Mungu atamuitaje Maria? Hapo sasa ndio tunapoteana kabisa, kwa sababu Yesu ni divine. Ni kiumbe divine. Jesus is supernatural. Hapo mimi sikatai mimi. Jesus is not a normal human being like me. Unanielewa mzee? Usifanye nianze kuhubiri. Wewe kuja siku moja tuongea zaidi. Yesu ni supernatural. Yesu siwezi mweka kwa kategori ya binadamu. Sawa sawa? Kwa sababu angalia hata yeye alipitia. Ile tukiangalia kule kuteswa kwa Yesu na kusulubiwa, binadamu wa kawaida angetoroka. Angeenda zake mbio. Unaelewa? Angalia wafuasi wake wakati walikuja kumshika Yesu. Petro alifanya namna gani? Alitoa kisu mara moja na kumkata yule. Yesu angeamuru jeshi langu fanyeni kazi, wale watu wangemshika. Lakini sasa mali tunaona uungu ndani ya Yesu ni kukubali yale mateso. Haya, ngoja Biblia inanifunza vizuri. Wakati wanamuua Yesu, kabla Yesu akufe, kunakuwa giza. Yesu alikufa saa 6, lakini kulikuwa giza, kuonesha kwamba yule mtu sio mtu wa kawaida. Sasa mimi kitu kimoja, sasa mimi ningependa, kuna Biblia ndiko moja hapa, Yesu atuambie. Kwa hivyo nakubali Yesu ni mtu lakini si wa kawaida, si kweli? Ni Jesus is divine. Ndio nakubali. Mimi nakubaliana na wewe. Unaniambia kwamba Yesu ni mtu lakini sasa hebu sikiza Yesu anasemaje hapa. Nilipenda kusomea. Hata hiyo kifungu ulinisomea pale ndio ilikuwa inakupea kabisa. Hii Melkizedeki. Melkizedeki hakuna Melkizedeki ni Yesu. Hebu subiri. Kama utanipatia mfalme ana baba. Sasa ukisema Yesu ana baba na unaniambia babake ni Mungu, na ukaniambia mamake ni Mariamu, na Melkizedeki hana baba hana mama, uone hapo kuna tofauti? Kuna tofauti kwa sababu mambo ya kidini sio mambo ya kawaida. Ukielewa supernatural, divine, unaona sisi wa Kristo tunaamini kuna Holy Spirit. Ndio. Yule Holy Spirit akinijia ananipea nguvu. Yesu anawaambia ningojeeni kule Yerusalemu, nitawaletea nguvu. Unanipata? Ndio. Yule ambaye atawaongoza na kuwasaidia. Wakati nguvu Roho Mtakatifu alikuja siku ya Pentekoste. Petro alienda pia akaanza kuombea watu na wanapona. Ndio. Kwa sababu gani? Sio sababu sasa Petro amepata nguvu za supernatural. Ndio. So hebu nisome andiko kwanza ili moja. Biblia ukienda kwanza Yesu anasema katika 48 Yohana, lakini sasa mnatafuta kuniua mimi, mtu ambaye niliwaambia iliyo kweli, niliyosikia kutoka kwa Mungu. Unaona? Yesu anasema mnatafuta kuniua nani? Hebu rudia. Yesu anasema hivi, yani 40. Lakini sasa mnatafuta kuniua mimi, mtu ambaye nimwambia iliyo kweli, niliyosikia kwa Mungu. Ibrahimu hakuwa hivyo. Yesu anasema mnatafuta kuniua mimi nani? Yeye ni mtu. Asante sana. Kwa hivyo wewe ukimuita Yesu Mungu na Yesu mwenyewe amejiita mtu, tufuate yupi sasa? Ni kuelewa tu, ni mambo tu na kuelewa, kwa sababu kuna kwingine anasema hiyo hekalu ndio nitaharibu ile hekalu na nitalijenga kwa siku 3. Hapo unaelewa nini? Hapo katika kujenga hekalu. Ile hekalu ilikuwa huo mwili wake. Huyu mwili ambaye anasema mnatafuta kuua huu mwili. Unaelewa? Ndio, nakuelewa sana ndugu yangu. Kwa hivyo Yesu alikuja kiumbe cha mtu ili tumwamini. Kwa sababu angekuja na ile supernatural yake, ati wewe unaona kitu hapa kinazungumza, ndio. Hatungemuelewa. Kingine kidogo hiyo, unaona tungemtoroka. Mungu alikuja kwa njia kama hiyo ndio tuweze kumuelewa. Hebu sasa nikuulize. Mimi nimekupa mifano ya Mungu aliumba wanadamu. Ameumba wanadamu katika jinsia kadha wa kadha. Unakumbuka katika Biblia yangu nao. Ndio sababu nimekwambia wewe
ni vizuri umenipea topic. Nimeelewa topic yako ni Yesu ni nani? Sikuja siku nyingine na mimi nikuja na vifungu vya Biblia. Ngoja tu alafu convince Yesu ni mwana wa Mungu na Yesu ndio Mungu. Hapo mimi nakubaliana na wewe, ndio nakwambia. Kuna kifungu moja hapa ningependa tusome katika Matendo 7:55. Unaona tumeshafika 7:55 Matendo ya Mitume inasema hivi. 7:55 Matendo ya Mitume inasema ili mimi na wewe tupate kufaidika. Inasema 7:55 Matendo ya Mitume nasema hivi Matendo 7 7:55 55 inasema hivi, lakini yeye akijaa Roho Mtakatifu akakaza macho yake akatazama mbinguni akaona utukufu wa Mungu na Yesu amesimama upande wa mkono wa kuume wa Mungu. Akasema, tazama, nimeona mbingu zimefunguka na mwana wa Adamu amesimama katika mkono wa kuume wa Mungu. Mwana wa Adamu amesimama katika mkono wa ukisikia mwana wa Adamu amesimama katika mkono wa kuume wa Mungu, unafahamu kama nani? Yesu. Asante sana. Kumbe kwa mujibu sasa hivi Yesu yuko mbinguni na sisi Waislamu pia tunakubali. Kumbe yuko kule mbinguni kama mwana wa nani? Mwana wa Adamu. Mwana wa Adamu. Na anarudi, atarudi. Na niko moja tu ningependa kusoma kama Yesu anarudi, nihakikishe Yesu anarudi katika 24:25 Mathayo. Unajua Yesu anaitwa mwana wa Adamu kwa maana alizaliwa na mwanadamu. Very good. Alipitia mwanadamu kuja hapa. Lakini tukifuatilia vizuri tunagundua ni Mungu, lakini alikuja duniani hapa jinsia ya mwanadamu. Ndio mimi nakuuliza. Unajua angeweza kuja angejileta tu na kuja hapa duniani, lakini hatungeamini. Ndio mimi nauliza. Sasa unipe kitu kimoja niweze kushikilia kwa mkono wangu. Yesu ni Mungu au ni mwana wa Mungu? Yesu ni mwana wa Mungu. Si Mungu. Si Mungu kwa ufupi. Itategemea vile utaelewa. Vile nimekwambia mambo ya Yesu ni supernatural. Ndio mimi nakubaliana na wewe. 24:25 msikiza hapa. Mimi Biblia inanifunza Mungu alikuja hapa duniani. Ndio. In the form of Jesus. Unanielewa? Ndio. Kwa sababu Mungu yuko kwa utatu. Ndio sababu nimekwambia itabidi utukuje siku nyingine. Nakuja lakini wote msomee ndiko moja hii. Mungu mimi ninaelewa Mungu yuko kwa utatu. Nafsi tatu. Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. So Mwana ndiye alikuja lakini ni yule tu Mungu amekuja